dakika hiyo ni kipitishio cha mamlaka ya kiroho kwa ajili ya kujenga wewe au kukubomoa. Haleluya. Madhabahu hufanya zaidi ya akili na fahamu za kibinadamu. Unaposikia madhabahu inafanya zaidi ya akili na fahamu za kibinadamu, kwa Kiswahili kingine au kwa maneno mengine, mfumo wa mtu umemezwa na madhabahu. Ukikamatwa na madhabahu yoyote, hiyo madhabahu ndio inaamua wewe uwe nani. Hiyo ndio inaamua wewe uwe nani. Huwezi kuwa na maamuzi yako. Unavyosikia Freemason au mganga wa kienyeji au wachawi, mtu anapokubaliana na sera ya Freemason, dakika hiyo huyo Freemason ndiye anayeamua nafsi yako iwe namna gani. Kama unakubaliana na madhabahu ya mizimu, wamekuonyesha babu zako kwenda kutambika sehemu fulani, pale mnapopelekwa kama wana familia, kwa hiyo familia yote inaamliwa, kauli ya mwisho inatokana na hapo. Kwa sababu madhabahu inafanya zaidi ya binadamu, zaidi ya akili, zaidi ya maamuzi ya mtu. Mtu anaamliwa na madhabahu. Amen. Amen. Unapotii kauli ya madhabahu yako unayoitumikia au unayoiamini, utapata matokeo ya hiyo madhabahu. Nikupitisha kidogo. Kila madhabahu inasimamishwa au inakuwa regulated, inaongozwa na Mungu wa madhabahu hiyo. Kuna Mungu wa madhabahu yoyote. Amen. Kama mahala alipochagua Mungu, alafu wewe ukajiwasilisha hapo, ukaenda hapo kutumika sawasawa na kauli ya Mungu, dakika hiyo Mungu anasimama nyuma ya hapo. Amina. Kuisimamia hiyo madhabahu. Alafu pale kwenye madhabahu anamweka mtu anayeitwa kuhani. Kuhani ndio kama sisi. Amen. Wapiga kelele. Amen. Ndio makuhani wake. Sasa huyo kuhani anapokea taarifa au ataishi na kufata utaratibu wa Mungu wa madhabahu. Kama hiyo madhabahu itakuwa ya Freemason, huyo kuhani wa madhabahu hiyo ataamliwa, mwezi huu ni wa kutoa kafara, ukaue watu 10, utasababisha ajali kwa namna hii, wakifa, alafu huyu anapanda cheo. Sawa? Kama ni madhabahu ya Mungu wa mbinguni, atapewa maelekezo kuhani. Ufunuo leo waongeleshe watu hivi. Leo kuna mtu ana mateso haya. Leo kuna anafuata maelekezo ya Mungu wa madhabahu. Amina. Lakini pia kuna washirika wa madhabahu wanaotia nguvu hiyo madhabahu, wanaoilinda hiyo madhabahu, wanaochochea moto hiyo madhabahu. Hao wanaitwa washirika wa madhabahu. Kutana na madhabahu yoyote ya waabudu shetani, alafu mseme vibaya yule mtumishi, uone kitakachokupata. Unajua kabisa huyu ni mwabudu shetani, huyu ni miungu yake ya kishetani. Tena leo unaenda mbali, kula hotelini huko,
Nitakuonesha hapo mbeleni. Watu wana madhabahu mbili. Ana madhabahu ya kanisani anakosali, alikoandikwa jina lake, yeye ni mshirika wa mlima wa makimbilio, lakini akitoka hapo ana madhabahu zilizopacha, zimegawanyika. Atakuwa na madhabahu ya Mungu wa maji na upako na vitambaa, na madhabahu ya mganga wa kienyeji. Yaani anatoka hapa dakika hiyo anakwenda kutumia mafuta nyumbani na maji na vitambaa. Atatoka hapo anakwenda kwa mganga wa kienyeji. Huyo ana madhabahu pacha. Yesu anasema ukiwa vuguvugu. Hapa nakwambia kama utaiamini madhabahu yako, alafu ukaishi kulingana na madhabahu hiyo uliyoiamini, hiyo itakuletea matokeo ya vile ulivyoiamini. Sasa kama umekuwa raia pacha, kwa Mungu upo, kwa maji ya upako na vitambaa upo, alafu kwa mganga kienyeji upo, dakika hiyo wewe huna madhabahu. Huna madhabahu dakika hiyo. Usisema huna madhabahu. Unaweza ukapigwa kutokea kona yoyote alafu hakuna kukutetea. Ya kama madhabahu yako ni mganga wa kienyeji, mganga atakutetea. Kwa sababu ni mteja wake, kwa sababu ni mshirika wake. Kwa sababu mshirika wa madhabahu anatetewa na aina ya madhabahu anayetumikia. Amina. Sisi mnanielewa ninachongea? Amen. Amen. Haleluya. Tabia yoyote unayoishi, tabia yoyote unayopitia, maisha yoyote unayoyapitia ni matokeo ya aina ya madhabahu unayotumikia. Tabia yoyote unayoishi wa mwanadamu ni matokeo ya aina ya madhabahu unayetumikia. Ukiwa na washirika wa madhabahu, lakini pia kuna sadaka za madhabahu. Hao washirika wanatoaga sadaka. Jamani, kweli si uongo? Kweli. Si hata hapa mnatoa sadaka? Kwa sababu ni washirika wa madhabahu. Unapotoa sadaka, nini kinafanyika? Kuhani wa madhabahu ana uwezo wa kuichukua ile madhabahu na kuiunganisha kwa Mungu wa madhabahu hiyo. Amina. Na wewe utapata matokeo ya madhabahu hiyo. Kuhani akishapeleka ile sadaka kwa Mungu wa madhabahu, kwa sababu yeye ni mjumbe wa hiyo madhabahu, kinachofanyika, yule Mungu wa madhabahu